kufanya mambo yote hayo wazi, watajidhihirisha wazi kwamba wao ni kina nani. Mnaelewa watumishi wa Mungu? Lakini haya yote yatakuwa yanatokea kanisa la Mungu limeondoka. Watakuja kujidhihirisha ile miaka 3.5 ya mwisho kwamba wao ni watu wa namna gani. Ndipo sasa wanadamu watafunguliwa masikio, wataanza kushangaa, lakini neema ya wokovu itakuwa haipo tena. Wanangu, mnanielewa vizuri? Yaani neema ile ya wokovu itakuwa haipo. Wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye awakosesha wale wakao juu ya nchi. Baada ya hao kuendelea, ataibuka, yani nabii wa uongo, mpinga Kristo na mnyama. Mnyama yuko tayari, si ndio? Hawa nabii wa uongo na mpinga Kristo watatokea, wanadamu kabisa. Lakini baada ya hapo itaibuka roho kutoka baharini. Anapozungumza mnyama, itaibuka roho ya mfano wa mwana kondoo. Ndio tulivyosoma. Mnanielewa vizuri? Anapozungumza mfano wa mwana kondoo, huyu mnyama wa pili atakaibuka kutoka baharini atakuwa na vazi kama la mwana kondoo. Yaani atakuja kwa sura ya dini. Nisikilizeni watu wa Mungu. Atakuja kwa sura ya nini? Atatokea kwenye dini mojawapo kubwa duniani, ambapo akisema neno watu wote wanakubali. Na nielewa vizuri? Atakuja kwa sura. Sasa huyo ndiye atakuja kufunua uovu wote uliojificha nyuma ya pazia. Kama umenielewa, mpigie Yesu makofi. Yaani muda tu, lakini ningekuelezea habari ya mnyama wa kwanza na mnyama wa pili. Lakini naomba nikuelezee kwa kifupi. Yaani atakuja kwa, anaposema amekuja kama mwana kondoo. Neno mwana kondoo ni mtu aliye na mfano wa utaua, lakini ndani yake ni nani? Kwa atakuja na vazi la hatujui ni cheo gani kitatamkwa, lakini atakuja na nguvu ya dini kubwa. Akisema moto ushuke, moto unashuka. Watu watasema hii ni nini? Lakini sasa ukiendelea kusoma maandiko haya mbele, ataanza kumtukana Mungu. Ataanza kuongea maneno machafu juu ya Mungu. Ataanza kumtukana Mungu. Watu akili zitafunguka. Lakini ninachokinena, neema ya wokovu itakuwa haipo tena. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo baada sasa ya hiyo miaka, ukiendelea kusoma, nenda kasome mpaka mwisho. Baada sasa ya huyo kujidhihirisha, Biblia inasema kwenye ile miaka 3.5 ya pili, ndipo dhiki itakapoanza kuwa kubwa zaidi. Na kwa nini itakuwa kubwa zaidi? Ukisoma maandiko, nenda kasome vizuri. Kasome Ufunuo sura ya 15. Andiko tenda kusoma nyumbani, sura ya 15 mstari wa 1 mpaka wa 8. Biblia inasema kuna mapigo 7 Mungu atapiga. Ufunuo sura ya Yohana sura ya 15 mstari wa 1 mpaka wa 8. Yanaitwa mapigo ya Mungu. Ina maana mpinga Kristo anapiga, huyo nabii wa Mungu anapiga, Mungu naye anafungulia hasira yake kwa waliomkataa Yesu leo. Sikiliza, ndio maana inaitwa dhiki kuu. Haya yanaitwa mapigo 7 ya Mungu. Alafu bado kuna vitasa 7 vya ghadhabu ya Mungu. Nenda kasome Ufunuo sura ya 16 mstari wa 1 mpaka wa 21. Ufunuo sura ya 16 mstari wa 1 mpaka wa 21. Biblia inazungumza hicho kipindi sasa ambacho yule mnyama wa pili ameshajidhihirisha, amemtukana Mungu. Watu wanatafuta kuokoka, neema ya wokovu haipo. Mungu naye anaachilia vitasa vya ghadhabu, anaachilia mapigo juu ya wanadamu. Mwanadamu kipindi hicho hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na mauti tena. Leo mauti tunaikimbia, lakini itafika wakati watu wataenda makaburini, watatamani kaburi lifunguke ili aingie. Hiyo neema inakuwa haipo. Biblia inasema wataenda kwenye milima, watasema milima tuangukie. Milima itasema hapana. Watakimbia huko na huko, watajikatakata, lakini hakuna kifo, maana ghadhabu ya Bwana itakuwa imeshuka juu ya uso wa nchi. Na ndio maana wanangu, tunapohubiri hivi, jamani, tujiamue kwenda mbinguni. Tuamue kwenda mbinguni. Amen. Hiyo nenda kasome Ufunuo sura, kasome Ufunuo Yohana.